Binti mfalme alipewa kikapu kikubwa na baba yake. Utakifungua utakapokuwa tayari kushika ufalme wangu. Alidhani ndani kuna dhahabu. Alipokifungua alikuta kitu tofauti kabisa. Huyu ni binti mfalme Amara. Ana miaka 20. Ana ndoto kubwa. Anataka kuwa malkia bora kuliko waliomtangulia. Baba yake anamuita siku moja. Anampa kikapu kikubwa kizito. Amara, kikapu hiki kina siri ya ufalme wangu. Usikifungue mpaka uwe tayari. Amara anachukua kikapu. Anakiweka chini ya kitanda chake. Kila siku anakiangalia. Kila siku anajiuliza kuna nini ndani. Marafiki zake wanamshauri hifungua sasa. Labda kuna dhahabu. Wapinzani wake wanamshauri hifungua mapema. Ukiona hakuna kitu utakimbia. Lakini Amara anasubiri. Anajifunza utawala. Anajifunza hekima. Anajifunza kusikiliza watu wake. Miaka 5 inapita. Baba yake anaumwa. Anamuita Amara. Sasa unaweza kukifungua. Amara anachukua kikapu. Anaufungua kwa mikono inayotetemeka. Ndani hakuna dhahabu, hakuna vito, kuna nyasi tu. Nyasi kavu. Amara anaangalia baba yake. Anashangaa. Nyasi tu. Umenifundisha nini kwa miaka yote hii? Baba yake anacheka. Anasema, nyasi hizi zilikuwa kijani siku niliweka kikapu hiki. Zimekauka kwa sababu ulisubiri. Ulisubiri mpaka ukae tayari. Kikapu hiki hakina dhahabu. Kina hekima. Vitu vya thamani zaidi havifunguki kwa haraka. Vinahitaji wakati. Vinahitaji uvumilivu. Vinahitaji wewe kuwa mtu sahihi kabla ya kuvipokea. Amara anaelewa. Anakuwa malkia. Anatawala kwa hekima. Kila anapoona kikapu kikavu anakumbuka. Usifungue mlango kabla ya wakati wake. Usitafute dhahabu kabla hujajenga mikono ya kuibeba. Wakati mwingine kusubiri ndiyo hekima kubwa. Na kikapu kikavu anakiweka kwenye ikulu kama kumbukumbu kwa ajili ya binti yake siku moja. Subiri mpaka uwe tayari. Ndio utakapopata kile unachostahili.